Okay bana, Summit ameokolewa na amerudishwa nyumbani salama tena mzima kabisa wa afya. Kila mtu alimshukuru na kusema hatimaye Mungu ameweza kufanya makubwa. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu. Hata dada mtu naye Aziza aliambiwa hongera zako. Lakini ndugu janja Summit akaribu aliayo kwa kusema kwamba hivi, bali niamini mimi, wewe ndo mtu pekee ambaye unaweza kuniamini. Mama yangu yuko mzima kabisa. Nimemwona mama kwa macho yangu mawili. Bibi Aziza kuona vile udogo labda atakuwa amechanganyikiwa, kabidi kamfanya akalala. Ila bwana mkubwa Jemo naye akamwashia moto mama Uzunguka kwa kumwambia hivi, tukikutana na Yavuzi tena haitakuwa na salimia mtume. Yaani mwanake tutakachomfanya kitakuwa ni halali yetu. Jemo akamwambia Zelia kwamba hivi, Yusufu alikuja kumuulizia Summit. Hebu jaribu kumpa taarifa. Huyu mama akaanza kumtetea mwanae kwa kusema mwanae hawezi kufanya kitendo hicho. Ikabidi amtafutie mwanae Yavuzi kwa kumpigia hapatikana. Sasa bwana mkubwa Yusufu anakuja kutoa taarifa kwamba hivi Summit amepatikana tena ni mzima kabisa wa afya. Naye Jemo akamwambia hivi, leo sikuepo karibu na mtaani hapo kwa sababu nilimpeleka Bahari hospitalini kwa sababu alikuja amelewa kwa kitendo kile kilimfanya amepoteza fahamu. Wakaanza kupiga zile story moja mbili tatu za kimahaba yao. Bwana mkubwa Devlan pamoja na James wakatokea. Devlan akaanza kumwomba jamaa msamaha kwa kumruhusu aingie ndani. Ile bwana mkubwa Yusufu alikataa kabisa ule msamaha wa Yusufu. Bibi akauliza jamani, kuna nini? Bibi akaambiwa kabisa, nyinyi ndio chanzo cha Yusufu na Devlan kugombana. Tukihamia kwa upande wa pili kuchumbani bana, dogo janja anaambiwa kabisa, tulia mdogo wetu, labda litakuwa wengi. Lakini dogo janja anambia jamani, mimi ninachokisema ni kweli kabisa, nimemuona mama kwa macho yangu mama akiwepo ndani ya gari kabisa. Akaniangalia, mdogo wangu, labda hizo ni ndoto. Tunajua hizo ndoto kila mtu anazo. Ila dogo janja akamwambia basi kama ni hivyo ni ndoto, naomba kesho twende tukamtafute mamangu lile eneo. Akamwambia basi kama ni hivyo basi wewe lala, kesho tutaenda kumtafuta mama yako pale. Sasa bwana mkubwa Devlan pamoja na Jemo wakafunga safari kuelekea dukani kwa bwana mkubwa Yusuf kwenda kumuomba msamaha. Kufika pale bana, wa mwanangu, tunaomba tuongee kiume bana, mimi nisamee, nikuamini hivi na hivi, kumpanga bwana mkubwa Yusuf ili mradi tu mambo yakae sawa. Kweli bana, hatimaye Mungu akafanya mioyo yao ikawa mepesi, wakasameana. Kisha wakakumbatiana kuonyesha kwamba wamesameana. Baada ya kusameana akaanza kumzingua Saje, kwamba huyu Jemo ni msumbufu. Ni kweli bana, ni kasumbufu kweli. Hao ndio maneno kwa sema bwana mkubwa Yusuf. Katikati ya mazungumzo yao Devlan alipigiwa simu na huyu mzee kumwambia kwamba uko wapi mzigo wetu. Akamwambia bana, ukinisumbuka namna hiyo hutapata mzigo wako. Hasa Jemo akaudhimani, ni mzigo gani? Akamwambia bana, ni mzigo wa silaha ambao wakipata wapinzani wetu basi mimi sitaweza kuongoza huu ukoo. Yaani manake ugomvi utakuwa ni nginja. Sasa kwa upande wa pili bwana mkubwa akaenda kuwapa taarifa, bwana nimeongea tayari na Devlan. Kaonekana bado nikabishi. Arasa akaambia jamani, niacheni huyo mtu, mimi mwenyewe ni dili naye. Sasa wale jamaa akaona kama wakimfuatisha bwana mkubwa Arasa mambo yao hayataenda kama anavyotaka. Sasa bibi Aziza akana kumbukia mara ya mwisho yeye na Jemo alivyomshuhudia mama yao akikata roho. Sasa akaambia jamani, kumkumbuka marehemu mama yetu itaifanya mioyo yetu ipate maumivu kwa mara nyingine tena.